Bwana asifiwe. Wapendwa, leo ni siku ya furaha kubwa kwenye dayosisi yetu ya Kaskazini Mashariki, na kipekee hapa kanisa kuu ambalo linawakilisha sharika zote za dayosisi hii, kwa ujio wa viongozi wetu. Kama tulivyotangaza majuma yaliyopita, tunamshukuru Mungu kwamba wageni wetu wamefika siku ya jana. Moderator wa UEM. Moderator wa UEM ndio kiongozi wa juu wa UEM, United Evangelical Commission. Na yeye tumekuwa na bahati sisi kama KKKT, kama kanisa hapa Tanzania, hapa Afrika, kwamba kipindi hiki moderator ni mwenzetu kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Miaka mingine tumesikia kutoka huko Ujerumani na kwingine. Sijajua kwamba hata kuhubiri leo atahubiri Kijerumani au itakuwaje, maana ni mgeni kutoka UEM kule, ofisi kuu ya UEM pale Wuppertal Ujerumani. Na kwa hiyo hebu tumpongeze tu kwa makofi mengi mgeni wetu ambaye ametufikia. Ni jambo kubwa, na amefuatana na mkuu wetu wa kanisa. Lakini kwa nafasi hii yeye amekuja kama mjumbe wa ile council ya UEM. Ile council ni kama halmashauri kuu ya UEM ambayo ina watu wachache tu, na kutoka sisi Tanzania tunawakilishwa na mkuu wetu wa kanisa. Kwa leo amekuja kama kumleta na kumtambulisha kwetu. Baadaye nitampa nafasi aweze kumtambulisha vizuri. Lakini nichukue nafasi hii kwanza kumsimamisha moderator wetu pale alipo. Sasa Wasambaa tuna mambo yetu, tusije tukasahau kale kawimbo ni mamemu hodi hodi. Haya, tafadhali, haya tusimame. Mgeni akingi amhoke, mgeni akingi amhoke, vigelegele kwa kila mama. Bwana asifiwe. Tuna furaha kubwa hakika kuwa nawe moderator wetu. Utakaribishwa rasmi pale baadaye. Na katika dayosisi hii sisi ni wanufaika wakuu wa UEM kwa njia nyingi. Katika yale malengo makuu matano ya UEM kwenye mahusiano and partnership, scholarship na mambo mengi, sisi ni wanufaika. Unapotuona hapa, hebu walionufaika na scholarship za UEM wasimame. Naona walioko hapa kina Masia na wengine, Mchungaji Mkilindi, mimi nikiwa mmoja wapo, namuona Helen kule, ambao tumesomeshwa na UEM kwa namna nyingi, namna mbalimbali. Na tunaiombea, ndio watu wanaiombea UEM idumu. Bwana asifiwe. Idumu. Na imetusaidia mambo mengi. Naomba mkae. Na hata miradi yetu mbalimbali tunapa kukimbilia. Tumepokea msaada kwa ajili ya miradi inayoendelea na mambo mengi. Hivyo ni furaha kubwa kuwa nawe mheshimiwa moderator wetu katika dayosisi hii. Lakini yeye amefuatana na mkuu wetu wa kanisa, kwa kanisa ambaye anakuja sasa kwa nafasi hiyo kama mjumbe wa council katika mkutano, katika ibada yetu hii ambao atakuwepo na ziara karibia siku kadhaa, karibia wiki nzima katika dayosisi yetu. Na sasa tunapompokea mkuu wetu wa kanisa, yeye tunamuimbia Tateshebuge. Haya, tusimame. Shebuge ulelewa, na vigelegele kwa wingi wa kina mama kwa akishegesha
chemo nikala mwekitu olelewana olelewa segecha maga olelewana olelewa wakisegecha maga. Bwana asifiwe. Asante sana kwetu wa kanisa kwa kufika kwetu kututembelea sisi watoto wako katika Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, lakini unapoongozana na msafara huu mkubwa wa moderator wetu wa UM. Pale mwishoni baadaye nitakupa nafasi ili sasa uweze kuwasalimia washarika hawa na kumtambulisha mgeni rasmi. Lakini pamoja naye tuna mjumbe wa Council ya Afrika. UM ina matawi yake na tuna Council ya Afrika, ile bodi yetu ya Afrika, na tumebahatika sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwamba mjumbe ule anayewakilisha upande wa Afrika nzima ametokea kwenye dayosisi yetu. Bwana asifiwe sana. Na huyu ni mchungaji Happiness Diu. Naomba usimame hapa washarika wakuone. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Labda ajitambulishe hapo aseme neno ili kuokoa mambo mengi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Baba Askofu Mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwa nafasi hii. Kwa majina ni mchungaji Happiness Diu, ni chaplain kutoka Bumbuli Hospital pamoja na chuo. La basi ninashukuru leo kuambatana na msafara wa moderator wetu wa UM pamoja na mjumbe wa halmashauri ya UM kwa siku hii ya leo. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu hata kwa nafasi hii. Mimi kama mjumbe wa bodi ninawakilisha wanawake kwenye dayosisi ambazo ni rafiki kwenye UM, hasa kwa kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambapo tumebahatika tuna dayosisi 4 kutoka kule Karagwe, Mashariki na Pwani, hapa Dendi pamoja na Bukoba. Katika nafasi hii basi tumekuwa tukimshukuru Mungu na kutumika kuwasilisha kazi za wanawake maeneo mbalimbali katika dayosisi hizi, tukishirikiana na yale makanisa rafiki kwenye UM kanda ya Afrika. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana mchungaji. Naomba tupokee salamu hizo za mjumbe wetu wa Council ya Afrika kwa mazito matatu. Asante sana mchungaji Happiness Diu kwa kutuwakilisha katika sehemu hiyo. Lakini ninapoendelea na utambulisho hapa siku ya leo, ni namtambulisha naibu katibu mkuu misiona uinjilisti mchungaji Godfrey Tahona Walalaze. Naomba pale alipo asimame. Naomba tumpokee. Asante, na niseme akiwa amesimama niendelee kusema hivyo mkuu wa kanisa kwamba tunajivunia sisi wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwamba tumepata mwakilishi huyu ambaye anatumika katika ofisi yetu kuu ya kanisa pale Arusha kama naibu katibu mkuu misiona uinjilisti. Kwa hiyo ametumwa na kanisa, lakini kwa kweli ametumwa na dayosisi yetu. Kwa hiyo tunajua kwamba mtatumia vipawa vyake vingi katika kuliendeleza kanisa letu. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Naomba tumpokee mchungaji Walalaze kwa mazito matatu. Asante sana. Okay. Na mama alitambulishwa, mama asimame, mke wangu na mama Dini watambulishwe, wasimame. Asante. Ni wenyeji wa huu ugeni mzima, kitu tunapenda kushukuru kwa kanisa kwa kuwa leo sehemu hii imechukua sehemu kubwa ya deni. Niombe tukusema shukrani zetu kwako wewe kama kiongozi wetu wa kanisa, jinsi ulivyotutia moyo na kutuombea katika hatua na mchakato mzima wa ulipaji wa deni. Nikikumbuka kwamba nimeshatangaza mahali hapa kwamba katika kikao chako cha halmashauri kuu kule Arusha, ambapo ulihimiza dayosisi nyingine zote ziungane nasi ili basi tuweze kumaliza deni hili. Na hakika tumepokea michango mbalimbali kutoka dayosisi mbalimbali katika kulipa deni hili.
na miongoni mwa dayosisi hiyo ni dayosisi ya Kaskazini Magharibi kule Bukoba, pia walitutumia michango ambapo moderator wetu anatoka. Kwa hiyo tunapenda kushukuru kwa hamasa hiyo, na sisi wenyewe wana dayosisi tumefanya kazi kubwa. Deni lile tulianza na bilioni 7.6 mwaka 2021 ambapo nimeanza kazi mimi kama kiongozi wa dayosisi hii, na tumeendelea. Linakatisha tamaa ukisikia deni kubwa, kitu tumeendelea kulipunguza na sasa tunaposikia bilioni 2.8. Tumetoka mbali. Hebu tujishangilie kwa makofi hayo mengi. Na tunashukuru kwamba hata wenzetu wametuunga mkono mahali mbalimbali, UEM, lakini kule kanisa la Westphalia, marafiki zetu kule Sweden, Dayosisi ya Lund na maeneo mengi ambao wameungana nasi kulipa deni hili. Na deni hili pesa zinakusanywa kwa uaminifu mkubwa na kupunguza yale madeni. Na ndio maana tunasimama kifua mbele wakati wote kwamba mali za dayosisi hii haziuzwi. Hazitapigwa mnada, mkuu wa kanisa. Hilo tunashuhudia, hazitapigwa mnada, na Mungu anatuwezesha kufikia hatua hiyo. Na niwapongeze sasa ninyi wa Cathedral kwa jinsi mlivyochanga katika kipindi hiki cha mwaka uliopita. Lakini jimbo la Kusini limefanya kazi kubwa. Sisi wote ni wanajimbo la Kusini, hebu tumshangilie Bwana kwa makofi mengi. Maana ukisikia jimbo la Kusini kuangusha miamba, kuna miamba mingine, majimbo miamba lakini imesimama. Na hapa tunampongeza mkuu wa jimbo na wachungaji wa jimbo hili na washarika wote kwa kazi kubwa ambazo wamefanya. Lakini najua na majimbo mengine yanajitahidi kule magharibi, kule Tambarare na kule Pwani na kule Kaskazini kumaliza deni hili. Na zile sharika zilizomaliza tumeendelea kuzipa ngao, na ngao zile tumesema ziko ngao 10. Wale wengine watapata vyeti. Lakini hizo ngao 10 ni wasihi ninyi wa Cathedral, miongoni mwa zile ngao 10 msikose. Chaplain msikose moja, babadini msije mkakosa. Hata kama ni ya hapo 10, lakini ingalau mpate zile ngao 10. Bwana asifiwe. Si lazima mpate ya 3, maana nimesikia Lutindi wanakuja vibaya, ya 4 sija ngapi, lakini pateni ngao hapa Cathedral ili mambo haya yaishe. Na baadaye tutatoa ngao 10 za mwisho. Nasema wale wa mwisho kuanzia 70 sijui na ngapi kurudi hivyo, tutawapa nao ngao zao zinazojieleza. Sasa wa Cathedral msije mkaingia kwenye zile za mwisho, chukueni hizi za kwanza, ngao za kwanza. Bwana asifiwe sana. Baada ya kusema hayo, kwa kanisa chukue nafasi hii tena kushukuru kwa kuwepo hapa, lakini kukukaribisha sasa